Karibu kwenye Simulizi Zone, hapa ambapo hadithi za ajabu zinakuwa halisi. Leo tunakupeleka kwenye stori ya mzee Walizani, mtu aliyeonekana chizi kijijini, lakini kweli ni bilionea aliyeficha siri kubwa. Kabla ya kuanza, hakikisha unabonyeza subscribe hapa chini, like video hii kama unapenda stori za kusisimua, na share na marafiki zako ili pia wajue ukweli wa Walizani. Sasa, bila kupoteza muda, tuanze stori. Walizani ni chizi kumbe ni bilionea. Katika kijiji kidogo kiitwacho Mwanzololo, watu walimjua mtu mmoja tu kwa jina la mzee Walizani. Alikuwa akivaa nguo zisizo na mpangilio, mara kapiga shati jeupe juu ya suruali ya kaki yenye madoa ya rangi, na mara viatu viwili visivyofanana. Kila mtu kijijini aliweza kusema kitu kimoja: Walizani ni chizi. Lakini hakuna aliyewahi kumjua kwa undani. Kila mtu alijua sura yake, lakini si historia yake. Kwenye mtaa, vijana wakiongea, Juma akicheka, huyu mzee tena leo kavaa soksi moja nyekundu na nyingine nyeupe. Yaani kweli kichaa hiki kimeshindikana. Asha akipiga kelele, wala hajali. Hata ukimsemesha hajibu vizuri. Atakupa majibu ya ajabu ajabu. Salim akijidai hawa ndio watu wa kupuuzia. Ndiyo maana analala kwenye ile nyumba yake ya kuharibika pale kona. Mtu mzima, hana hata familia. Walizani hakuwa mtu wa kujibu mabishano. Alikuwa akitembea taratibu na fimbo yake, huku akipiga hesabu hewani, akijiongea mwenyewe kwa maneno magumu ambayo watu hawakuelewa. Kwenye dukani, mara nyingine alinunua sukari mifuko 10 bila sababu, akagawanya watoto njiani. Dukani kwa Mama Rehema, Mama Rehema, mzee Walizani, si ulichukua sukari jana? Leo tena? Walizani akitabasamu, mama, sukari ni hesabu, na hesabu zikiisha, maisha hayaendi. Mama Rehema akicheka kwa dharau, unaona? Huyu kweli ana matatizo. Kijiji kizima kilimwona kama kichekesho, lakini hakuna aliyejua ndani ya ile nyumba ya kuharibika kulikuwa na kompyuta 5, vitabu vya kifedha, na makaratasi ya hisa kutoka mabenki makubwa duniani. Mzee Walizani hakuwa chizi, alikuwa ni bilionea aliyeficha siri yake. Lakini usiku mmoja mambo yakaanza kubadilika. Usiku wa manane, taa moja pekee iliwashwa kwenye nyumba ya Walizani. Watu wa kijiji walidhani ni mwanga wa mshumaa au chemli ya mafuta, lakini ndani kulikuwa na mashine za kisasa, kompyuta zikiwaka, na skrini kubwa ikionyesha takwimu za soko la hisa za kimataifa. Walizani alikuwa amevaa miwani, akiandika hesabu haraka haraka kwenye daftari lake kubwa. Kila kitu kilionekana kama kazi ya mtu wa kawaida wa benki kubwa duniani, lakini kwao alikuwa chizi. Walizani akijiongea usiku, Dow Jones imepanda. Nikihamisha bilioni 2 kwenda Swiss Bank, nitapata faida mara 3 kesho. Watu hawa hawataamini macho yao. Kesho yake asubuhi, vijana walikuwa wamekaa kwenye uchochoro, wakicheka, wakati ghafla gari kubwa lenye vioo vyeusi liliingia kijijini. Lilisimama moja kwa moja mbele ya nyumba ya Walizani. Dialogues kwenye mtaa, Juma akiwa na mshangao, gari hili si la kawaida. Hivi linataka nini hapa kwetu? Asha, labda limepotea njia. Hakuna tajiri anayekuja huku. Salim akicheka kwa dharau, usije kusema wanamtafuta Walizani. Yaani gari la kifahari kwa kichaa. Mlango wa gari ulifunguliwa, wakashuka wanaume wawili waliovaa suti nyeusi, wakashika mabegi makubwa. Wakaingia moja kwa moja nyumbani kwa Walizani. Baada ya dakika 10, mlango ukafunguka tena. Wale wanaume wakamuita kwa heshima, mtu wa suti, Mheshimiwa Walizani, kila kitu kipo sawa. Mkataba wako mpya na benki ya kimataifa umekamilika. Hizi ni nyaraka na cheti chako kipya cha uwekezaji. Walizani akitabasamu, akiwa ametulia vizuri. Ni wakati wa kuanzisha kituo kipya cha maendeleo hapa kijijini. Watu wa kijiji walishangaa. Midomo ikabaki wazi, macho yakimwangalia kama ndoto. Yule waliyemcheka kila siku, kumbe alikuwa mheshimiwa mkubwa anayeheshimika na mabenki makubwa duniani. Wengine walibaki kimya, wengine walihisi aibu kwa maneno waliokuwa wakimwambia siku zote. Lakini Walizani hakuwa mtu wa kulipiza.
Alitabasamu tu, akasema kwa sauti tulivu, walizani, msihukumu mtu kwa mavazi yake au maneno yake ya ajabu. Utajiri wa kweli hauonekani machoni, unafichwa moyoni na kichwani. Kuanzia siku hiyo, siri ya walizani ikaanza kufichuka kidogo kidogo. Kijiji kilibadilika, lakini si kwa haraka. Wapo waliomkubali, wapo waliobaki na mashaka. Lakini walichojua ni kimoja, mzee Walizani hakuwa chizi, alikuwa ni bilionea aliyevaa vazi la unyenyekevu. Wiki moja baada ya tukio la gari la kifahari kufika kijijini, mambo yakaanza kubadilika taratibu. Watu waliokuwa wakimdhihaki Walizani, sasa walikuwa wakinyenyekea kwa sauti laini kila walipomuona. Lakini Walizani hakuwa mtu wa majivuno, aliendelea kuvaa zile nguo zake zilizochakaa, akitembea taratibu na fimbo yake, kana kwamba hakuna kilichobadilika. Lakini ndani ya kichwa chake, mpango mkubwa ulikuwa tayari umeiva. Kwenye baraza la kijiji, Walizani, nataka kujenga shule ya kisasa hapa kijijini, yenye kompyuta, vitabu na walimu bora. Pia kutakuwa na zahanati na kisima cha maji safi. Wenyeji kwa mshangao, shule? Kisima? Hapa kwetu? Lakini hizo pesa zote zinatoka wapi? Walizani akicheka kwa upole, hayo msihangaike nayo. Mungu akinipa kipawa cha akili, sio kwa ajili yangu tu, bali kuwasaidia nanyi. Wakati ule, wale waliokuwa wakicheka sana, hasa vijana kama Juma, Asha na Salim, walihisi aibu kubwa. Walikumbuka maneno yao ya kumdhihaki Walizani kila siku. Lakini sasa walimuona kama mtu wa heshima. Juma kwa sauti ya unyonge, mzee Walizani, samahani. Yale maneno ya zamani, sisi tulikuwa wajinga. Walizani akimtazama Juma, kicheko cha dharau hakinitikisi, kijana. Lakini kumbuka, kila neno baya ni kama jiwe unalotupa hewani, mwishowe linarudi chini. Asha kwa aibu, tulikosea sana. Ulipochukua sukari na kuigawa kwa watoto, tulidhani ni wazimu. Kumbe ulikuwa na moyo wa kusaidia. Walizani, moyo wa msaada hauhitaji suti nzuri wala nyumba kubwa. Unahitaji roho safi. Salim akitikisa kichwa, na sasa sisi tutaonekana vipi mbele yako? Walizani akitabasamu, mbele yangu si kitu. Mbele ya nafsi zenu ndio mtakapojua kosa lenu. Mimi sitawachukia. Siku hazikupita nyingi, malori makubwa ya vifaa vya ujenzi yakaanza kuingia kijijini. Watu walistaajabu kuona matofali, mabati mapya, mashine za kuchimba kisima. Watoto walikimbia kushangilia, wazee wakabaki wakiwa hawaamini macho yao. Kijiji kilichoonekana kimeachwa nyuma, sasa kilianza kupata mwanga wa maendeleo. Walizani, yule waliyemwona kichaa, akawa mkombozi wa kijiji kizima.